Kilichotuleta sisi huku mkoa wa Rukwa. Tumetoka Iringa, Mama Samia tulikuwa naye, lakini baada ya kuwa naye kule hatujaridhika kulingana na wingi wa watu. Leo tunataka tuongee na wanarukwa, ndugu zangu, hususan wafipa wenzangu. Nafikiri wote tunajua kama tutakuwa na ugeni siku za karibuni. Anakuja mama kwa ajili ya kampeni. Na hilo ndo maana tumekaa hapa, tunataka tuongee mawili matatu, kuwafahamisha wale ambao hawajui. Nafikiri ndugu zangu, wafipa wenzangu, mna ma-TV huko manyumbani mwenu. Mnaona msafara anaokuwa nao mama, yani rais wetu, mikoa anayoenda, mnaona watu wanavyokusanyika, kwa sababu naamini anapoenda sehemu akakuta mkusanyiko wa watu wengi, anafurahi. Na hizo sehemu ndio zinampa changamoto kuzikumbuka mara kwa mara, kujua kama anapendwa na wananchi. Sasa mimi nakuja kwa mkoa wangu tufundishane ka sehemu. Kwa kweli kama ni maendeleo tumeanza kuyaona sasa hivi. Sio kwamba huku nyuma hakukuwa viongozi, hapana. Ila mkoa wangu kwa sasa tumepata viongozi ambao wanashikamana pamoja, wanashauriana jambo moja. Ndiyo maana sasa hivi tuna vingi vya kuongelea, kwa sababu vimeanza kuonekana. Lakini yote haya yanafanywa na serikali yetu. Kwa maana hiyo sasa naongelea sana kwa wafipa. Hatuna vitu vya muhimu. Nasema hivyo kwa sababu ujio wa mama ni swala la muhimu, kwa sababu hayatokei mara kwa mara. Tusisubiri mpaka tusukumwe. Yani kwamba unakuta na wengine wanafikiria labda magari yaje ndo ya kubebe. Hapo hata Mungu aweza kukubariki. Onyesha kama hili swala ni la muhimu. Usisite kuchukua hata watu 5, watu 10, hata 20 kwa ajili ya kuja kumwonyeshea mama kwamba tumejaa, tunakupenda, na imani hata Mungu atakubariki. Sio hivi mpaka usukumwe. Ndiyo maana unakuta tunafeli. Sasa hivi naona viongozi wanapofanya kazi, hata maofisini sasa hivi hawatulii. Lakini mfipa mwenzangu, wewe ndio wa kuwarahisishia hawa viongozi. Na wewe unasemaje? Mimi kwanza kwa majina naitwa Sara Msio, natokea mkoa wa Iringa. Mama Samia amepita Iringa. Baada ya kumuona yani kwanza sijamuona kwa ajili watu jinsi walivyokuwa wengi. Nikawa sijaridhika kulingana na wingi wa watu. Tukasema ngoja tufuatane naye nyuma. Tumekuja huku kwa ajili ya kumuona vizuri. Tukajadiliana na wenzangu kwa vile jinsi tunavyompokea Mama Samia. Tukaamua kufunga safari kuja. Tulivyoambiwa anaelekea mkoa wa Rukwa, tukaamua kuja mkoa wa Rukwa ili tuje tumuone vizuri mama yetu. Kwanza kabisa kwa majina naitwa Frankie Mungila, na mimi miongoni mwa vijana ambao tuliotoka mkoa wa Iringa kuja mkoa wa Rukwa kwa ziara maalum ya Mama Samia. Kwa hiyo sisi kama vijana tumeona kwamba Mama Samia ni dira ya maendeleo kwa vijana. Nafikiri mmemsikia. Lakini ndugu zangu, kwa sababu wanapenda uongo, wanaona kama tunachokiongea uongo, lakini ndio ukweli. Wametoka Iringa bila kusukumwa. Yani hamu yao walishazoea kuona kwenye TV. Sasa inapopatikana fursa kama hii, wanaamua, wamechangishana hela. Yani wamejibana wakapata nauli, wako Sumbawanga. Wewe mwana Sumbawanga, kwa nini usilione hili ni la muhimu mpaka usukumwe, mpaka uvutwe? Hata Mungu aweza kukuona. Niamini hili swala ni la muhimu. Mfipa mwenzangu, na waombeni sana, msisubiri kuvutwa, msisubiri kusukumwa, jitoeni. Ujio wa mama si eti mimi sijui chama hiki, sijui, hapana. Wewe mwanarukwa, mfipa mwenzangu, tunachelewa kupata maendeleo kwa sababu hatuna upendo wa dhati. Asikudanganye mtu. Usipende kusukumwa. Kasubiri wakuletee sijui usafiri. Jionyeshe kwamba nina mapenzi na mama. Haijalishi wewe sijui chama gani. Uko ondoa. Kwa sababu mama anakuja hapa, hata vichaa ni wa kwake. Wafipa,
Tusiwe na dharau hata kwenye vitu vya msingi. Sasa hivi mmepata viongozi wameshikamana. Kwa nini na sisi tusishikamane, tuonyeshe upendo, tuje tujae. Mama atakapoona umati wa watu atatambua kabisa mkoa fulani wananipenda na mimi lazima nionyeshe upendo kwao. Sasa anapoonyesha upendo kwao, ndio leo tumeanza kujivunia mataa barabarani, tumeanza kujivunia kuna barabara za uchochoroni zina lami, tumeanza kujivunia mashule mengi. Haya ndiyo maendeleo. Ina maana hivi vitazidi. Kona waombeni wa vipa wenzangu, hebu tuache roho zile za kwa nini zile. Licha ya kusema kweli tuna mapungufu ya uelewa, tuna umimi, na ndio maana nafikiri safari hii mmeona hata mama natukana. Yamkini mfipa hata kwenye magulupu humu tunaondoana. Hebu angalieni, huna lolote, yawezekana unachoshauriwa ndo kinaweza kikakupata mwanga. Lakini eti hata kwenye magulupu tunaondoana. Ni roho gani hizi? Ubinafsi gani huu? Kwa nini hatupendi kuambiwa? Mimi niko hapa nawaambia wafipa wenzangu, usisubiri kusukumwa. Viongozi leo hawalali kwa sababu ya ujio wa mama. Tuwasaidie hawa, tuwaunge mkono, tushikamane, tuambizane. Leo ukienda ofisi ya mkurugenzi, ukienda ofisi ya mkuu wa mkoa, ukienda ofisi ya wilaya, watu wako bize kwa ajili ya ujio wa mama, kwamba ni swala la muhimu. Sasa sisi huku ndo wa kuwasaidia wao. Tuwaheshimishe, hata rais akija aseme kweli pale kuna viongozi wanafanya kazi. Sio viongozi hawa wafanye kazi wewe ya kukuvuta kwa nguvu. Ina maana tayari bado tunajijengea vitu ambavyo si vizuri kwa hawa viongozi wanaotumwa kuja kutusaidia. Na waombeni sana wafipa wenzangu, tufike sehemu tubadilike, tusipende kusukumwa, tusiwe wabishi kwenye kweli. Mvipo ukimwambia ukweli kakujengea chuki. Ina maana gani? Ina maana sisi ni waongo, tunaishi kwa njia ya uongo, ndio maana ukiambiwa kweli unakasirika. Jamani, kona waombeni, tujitokeze. Acha shughuli kwa siku moja tu, kaungane na wenzako. Tena huko manyumbani mnakotoka, jikusanyeni. Tusikae tu na habari za uongo kwamba fulani kamjengea na mtu nyumba. Kwa nini hakikufikii wewe? Utakalia kuongea hayo kwa sababu hujitoi. Ndio maana nakufundisha kwenye ujio wa mama, jitoe, tukaujaze uwanja mpaka uwe mdogo. Wafipa wenzangu, niko na wageni hapa wametoka Iringa, wanakaa mpaka tarehe hiyo, hawana kazi. Sasa yawezekana wewe nauli tu ya kutoka hapa mpaka na Manyele mpaka uombe. Hebu ona mautofauti. Ni kwa sababu hatujui vitu vya muhimu. Hili swala ni swala la kitaifa, ni swala la muhimu. Kama mama tu alivyoona umuhimu, anakuja ndani ya mkoa wetu. Sasa wewe ambaye unajua na mama ukaona sio la muhimu, hata Mungu aweza kukubariki. Utaendelea kuwa na roho ya chuki, utaendelea kuwa na roho ya kutokuambiwa, utaendelea kuwa na roho ya kukataa ukweli, utaendelea kuwa na roho ya kumlimuvu watu kwenye magrupu. Unamlimuvu mtu kwa sababu kakwambia ukweli. Sasa bahati mbaya unamlimuvu, wewe una nini? Kwani uadimini ndio umekuwa tajiri? Una lolote? Na yawezekana uwezo ulionao mimi nakuzidi. Ila tu ni roho za chuki, za kuto kupenda kuambiwa kweli. Na leo natoa huu kweli. Tuone hili swala ni la muhimu. Tuwasaidie viongozi wetu, tukawaheshimishe viongozi wetu mbele ya macho ya Mama Samia. Sio viongozi waanze kusema watu wamejaa kwa sababu tumewahangaikia kweli. Hapana, jihangaikie wewe. Huyu viongozi atakuheshimu na atakutetea.